Asanteni sana kwa kunikaribisha kwa studio yenu. Najua ziati hatujui Kikisii ama Kikuyu ama nini nyingine, lakini tulikatazwa. Najua Wakenya wamepitia mambo mingi sana hii Kenya. Kuna mtu alikuwa anajua lugha zote. Alikuwa anakuja anaingiza watu box mapema. Mnafikiria ni mmoja wenu. Akienda Ukikuyuni anasema mwadhani ya gosho hapa Egeza anasema mbiamono mnyasano ndio hiyo sasa watu walisema wewe kuja tu uongee tu lugha yako kwa sababu kuna lugha moja yenye Wakenya wote wanajua Nyakundi na ni lugha ya haki, ni lugha ya usawa, ni lugha ya yani ambayo kila mtu ambaye anaweza elewa. Unajua ndio maana nimesema leo nipate fursa hii nikuje nizungumze na wasikizaji wenu. Nimeambiwa nyinyi ni wakubwa lakini hamringani. Haturingi. Sisi ndio number 1 lakini hatuongei. Nikasema nije nizungumze na wasikizaji wenu. Ni mara yangu ya kwanza actually hapa Egesa, so nafurahi sana kuwa na nyinyi leo. Naam. Karibu sana. Kwanza acha tuanzie. Mimi ndio Sifuna alitoka wapi? You don't have to introduce yourself. Hiyo utauliza vijana. Wenyewe ndio walianzisha hiyo kitu, lakini imekuwa ni kitu ambacho kimechukua wanasema kwa kizungu a life of its own. Sijui kama mama ataelewa. Lakini ni kitu ambacho kimekuwa organically kimesukumwa na vijana wenyewe. Kwa sababu labda wana identify na zile maadili ambazo tumekuwa tukisukuma, zile sera ambazo tumekuwa tukisukuma, na tunafurahi kwamba tumepokea support kubwa sana katika taifa zima. Tunataka kuingia Kisii this Friday. Ijumaa hii tuone kama nyinyi pia kuna Sifuna wengine huko Kisii. Tutajua siku ya Ijumaa. Najua nasema mimi ndio Sifuna, sasa nikaona vijana wameweza kusema sisi ndio Sifuna. Ndio so wakachukua kwa yao. Na ni kitu ambacho kinapea kiongozi msukumo mzito sana, kwa sababu unajua first of all ukijua kwamba kuna watu wengi ambao wanakutizama, watu wengi ambao wanakutegemea. Wanasema ukikuwa na watu wengi sana wanakusupport, pia uko na watu wengi sana ambao unaweza kuwa disappoint. Na ndio maana tunaamka kila siku sisi wanalinda mwananchi kujaribu kuhakikisha kwamba hatuangushi wa Kenya, hatutawaangusha. Tunazidi kufuatilia mambo ambayo mnatuambia mnataka tuyafanye, tuyazungumzie. Na ndio maana tuko katika nafasi kama hizi, kipindi kama hiki leo. Tuzungumze na wasikizaji wenu yale masuala ambao wako nayo, na natumai mna mbinu ambazo zinaweza kutusaidia hata kama wanataka kupiga simu moja kwa moja. Tuweze kuzungumza nao, kwa sababu sisi tunaamini katika uongozi ambao unawajibika. Wewe kama kiongozi lazima ujieleze. Mimi mshahara yangu inatoka kwa ushuru wenu. So nikiwa hapa ninahitajika nijibu maswali kuhusu kazi yangu kama seneta. Kuna masuala mengi hasa kuhusu kaunti zenu za Nyamira na Kisii ambazo tunaweza kuzungumza juu yake kama seneta, niwape maoni yangu kuhusu masuala fulani. Alafu tuzungumzie masuala yoyote ambayo wangependa kuzungumzia, hata kama wanataka kujua kama Sifuna pia anapenda ndizi. Ni sawa? Ni kweli. Tutauliza. Kuna miwa pia. Hata miwa. Kuna njugu. Na njugu. Yote iko sawa. Najua utapenda njugu. Lakini kwanza hii Linda Mwananchi lizaliwa vipi na wapi? Linda Mwananchi ilizaliwa kule Bumula. Kuna eneo bunge linaitwa Bumula, ambapo mbunge ni Mheshimiwa Jack Wamboka. Tulianza kama caucus ya wabunge pale, ambao hatukuwa tunafurahia sana kuona jinsi ambavyo bunge lilikuwa limetekwa nyara, kwa sababu kulikuwa na miswada ambayo ilikuwa inaletwa pale, ambayo wengi tulikuwa tunaona kwamba wanafuata ile maagizo ambayo wanapewa na wale ambao wako katika uongozi wa kitaifa ama executive, Rais William Ruto. Ni wakati huo ambao kulikuwa na ile finance bill ya mwaka 2024 kama unakumbuka. So ukiangalia katika kwa mfano eneo bunge la Bungoma, kulikuwa na wabunge wawili tu ambao walichagua kusimama na wananchi wakati wa kupiga kura hiyo mwaka 2024. Mimi nilikuwa katibu mkuu wa chama cha ODM wakati huo, na tuliandikia wabunge wetu wote barua kule kwenye bunge kuwashinikiza kwamba wananchi wamekataa huu mswada, mpige kura ya kukataa. Na wengi wa wabunge wa ODM walipiga kura kukataa mswada huo mwaka 2024. Na we were very proud as a political party, kwa sababu huwa tunasema sisi ndio chama ambacho kinasimama na maslahi ya wananchi. So ukiangalia katika vyama vingine kwa mfano, tukakuta kwamba Mheshimiwa Wamboka si mwanachama wa ODM, amechaguliwa kwa DAP, na Mheshimiwa Kalasinga mbunge wa Kabuchai amechaguliwa kwa chama cha Ford Kenya, lakini yeye
wao wawili pekee ndio walichagua kusimama na wananchi. Okay. So wakati ambapo tulikuwa tunaketi tukajikuta kwamba kuna wabunge wa ODM ambao walisimama na wananchi na wabunge wa vyama vingine, na tukasema na sisi lazima tukue tunafanya mikutano yetu katika maeneo yetu ili kuweza kuhamasisha wananchi. So mkutano wa kwanza wa ile vuguvugu ambayo ilikuja kuzaa sasa Linda Mwananchi tuliufanya katika constituency ya Bumula, kisha tukaenda kwa Mheshimiwa Majimbo Kalasinga. Ndio mkutano wa tatu tukaufanya kule Saboti, kina wa Mushomba wakajiunga na sisi kule, mliona katika county ya Trans Nzoia. Kisha baadaye anaitwaje Mheshimiwa Muchomba akatuhepa. Unajua katika hizi movement watu wanakuja wakienda. Lakini kwa sababu nimeona kwamba mkiendelea kusimama tu na wananchi, kuna wale wataanguka by the wayside, wengine watawaacha, lakini wale ambao wanajiunga na hilo vuguvugu ni wengi zaidi ya wale ambao wanahepa. Unaona? So by the time tunakuja kuungana na pia kina James Orengo wakakuja, wakati ule tulikuwa tunajiita Kenya Moja. Yeah. Kama unakumbuka. I remember you were a very small group. Yes, we were a very small group. Hata nyinyi waandishi wa habari mko mnasema nyinyi mnapiga tu kelele, mko wangapi? Na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, wale viongozi ambao wanaunga vuguvugu hili la Linda Mwananchi ni wengi sana. Unajua kuna watu wako na masuala mengi tu, wengine wanapiga timing yao, wengine wanangoja miradi katika eneo zao zikamilike, kwa sababu unajua William Ruto na yeye hachezi. Ukigeuka tu unasema 2 term kama kulikuwa na contractor hapo, ukigeuka useme 1 term. Contractor anaama na mashini zake. Unaona? Hachezi. Sasa kuna watu wengine wanatuambia Sifuna acha nimalize hii aka kabarabara kangu alikuwa ameanzisha, sitaki nimkazirishe abebe mashini aende nazo. So watakuja tu na mtawaona. So ikafika mahali ambapo tukakuwa kikosi kikubwa sana. Na kwanza hawa ndugu zetu viongozi wa kutoka maeneo bunge ya Kisii wamekuwa waanzilishi na msingi muhimu sana kwa hii Linda Mwananchi. Na wazungumzia rafiki yangu Anthony Kibagendi. Unajua mimi napenda watu ambao mkiamua kwamba mnaenda safari. Mnaenda safari. Hautageuka nyuma ukute Kibagendi ametoroka. Na ameumia sana kwa sababu ya hiyo support ya hii Linda Mwananchi, na kwa sababu yeye ni mwana one term. Ameumia sana. Mmeona pale bunge. Weta amekuwa kitarget wanalinda Mwananchi, na alianza na huyo Kibagendi. Anamvuguza bunge kwa makosa yenye haieleweki. Kwa mfano ati kwa sababu nimesema kitu hapa kwenye Egesa FM, ati speaker wa Senate anakasirika ati ananifukuza bunge. Haiwezekani, kwa sababu bunge speaker ako na mamlaka juu ya wabunge wakati tuko ndani ya bunge. Hawezi kunifuata mpaka kwa bedroom bwana. Ati unaangalia vitu Sifuna amefanya unasema standing order number 12. Ati itakana uvae hiyo shati. Haiwezekani. Kibagendi yuko pale ambaye ni mkereketwa wa Linda Mwananchi and a very strong member of the team, founder member of the team. Tuko na Mheshimiwa Obadia Barongo, mnamjua. Tuko na Mheshimiwa Clive Gisairo, mnamjua. Yani ukiangalia ile team kikosi ya kutoka maeneo ya Gusii, ni they have been very very instrumental ya kuweka pamoja hii kikosi ya Linda Mwananchi. Of course tunaye seneta wenu Onyonka ambaye mnamjua msimamo wake. Onyonka tumepigana vita vingi sana na yeye. Na napenda Onyonka kwa sababu ya msimamo, na napenda kusimama upande wa wananchi. Yes. Mnakumbuka ile vita tulikuwa tunapigana ya Adani wakati moja. Hata mzee baba alikuwa amekasirika na sisi sana. Natuambia unajua nyinyi mnafukuza investors nini? Tukamwambia baba si atufukuzi investors. Hata wakati alituita tukamexplainia, tukamwambia wewe ndio ulitufunza kwamba miradi yote ambayo inafanyika katika taifa letu ifanyike kwa uwazi. Si hatujakata. Hata sheria yenyewe ambayo tulitunga inataka kwamba kuwe na uwazi katika procurement na miradi yote ambayo tunafanya. So kikosi cha Omogusi kiko ndani. Wao ndio wenye Linda Mwananchi na wametupa nguvu sana. Ikafika wakati Mheshimiwa Orengo akatujoin. So imekuwa ni safari ndefu. Okay. Na viongozi wengi wameingia, lakini msukumo mzito sana wa Linda Mwananchi ni kutoka kwa vijana wetu. Kwa sababu wanatuambia kwamba wana resonate na mambo ambayo tunazungumza na nchi ambayo wangependa tujenge. Okay. Unaona? Sasa imekuwa ni safari ndefu, lakini we are very proud of what we have achieved. Okay. Kufikia sasa na nataka niwahakikishie wa Kenya kwamba hatutawaangusha. We know what is required to be done. What have you achieved? We have achieved a lot of support across the country, kwa sababu unajua kuanzisha vuguvugu ama hata movement ya kisiasa ambaye ni mpya imetokea nowhere. It is not something that is to be taken for granted. Na tumeona kwamba kuna msukumo pale kutoka kwa vijana, wanajituma wenyewe, wanajitengenezea t-shirt. Sisi hatuja print t-shirt hata moja mama.
hatuja print. Wanatuletea wenyewe, wana print, wanavaa, wanakuja katika mikutano yetu, kufanya mikutano ambaye kwa mfano umeona tukifanya. Si rahisi kwa wanasiasa wote kuweza kwenda pahali ambapo mnakubalika na wananchi wanakuja na wako na ari ya kuwasikiza. Umeona mikutano yetu ya Kitengela, umeona mkutano wetu wa Mombasa, umeona Nakuru, umeona Kisumu, ambapo walikuwa wanatuambia ati kule hakuna support ya one term. Tumeenda Kisumu na nyinyi wenyewe mliona. So kupata upendo kama huo ni kitu ambayo kila mwanasiasa anatamani kuona, unaona, ama kuwa nayo. Na sasa wanatuambia kwamba imefika wakati tukue organized. Watu wanataka tukue organized, wanataka tukue structured. Manake leo tarehe 1 mwezi wa 7 na iko tuko sasa exactly one year to the election. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo tunataka kuhakikishia kwamba tutaweka pamoja. Because first of all, as a political movement mnatakana mjue kama mko na political support. So achieving that is very big. Na ukiangalia takwimu ambazo zinatoka katika hizi opinion polls ambazo wanafanya, kuzua ama kuzaa tu movement mwezi wa pili kwa mfano, na kufikia mwezi wa 6 tunazungumziwa kama baadhi ya wale ambao watapelekea ku influence uchaguzi mkuu ambao unakuja. Ni kitu ambacho tunajivunia sana sisi kama wanalinda mwananchi. Ni kweli. Sasa kuna tofauti gani kati ya linda wananchi na alternative government? Kuna tofauti. Kuna wale wanaongozwa na, for example, kuna timu ambayo haiji mkutano wenu. Timu ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Fred Matiang'i, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, wanapiga siasa. Wao pia wanapinga serikali hiyo. Na nyinyi pia mna azima hiyo. Kuna tofauti gani? Because are you working together? Wao wako na movement yao na sisi tuko na movement yetu, kwa sababu unajua wao wamekuepo. Sisi tumeanza tu kama jina Linda Mwananchi mara ya kwanza kulitumia ilikuwa mwezi wa pili. Wao kina Matiang'i na kina Kalonzo wako na vyama vyao ambao tayari wamevisajili, wako na muungano wa hivyo vyama ambao wanaita United Alternative Government, lakini kuna mambo ambayo tunayaona sawa. Kwa mfano wao wako clear kwa akili yao kwamba nchi hii haiwezi kusurvive another term ya William Ruto. Na hiyo tunakubaliana na wao, unaona. So wao wako na movement yao, sisi tuko na movement yetu, na tungependa kwamba kila mtu akubaliwe kubuild support katika taifa letu. Kwa sababu hiyo ndio mfumo wa demokrasia ambao tuko nayo, kwamba tuwe na vyama vingi vya kisiasa, tuwe na maoni tofauti na watu waweze kuuza sera zao katika maeneo yote. Umetuona katika maeneo ya Mlima Kenya, maeneo ya Ukambani. Tunatafuta pia sisi tujue watu wa maeneo haya wanasimama wapi katika masuala mazito ya kitaifa. Naam. Unaongozaje Linda Wananchi? Nani kiongozi wenu kwanza? Tuanze hapo. Linda Mwananchi kinaongozwa na vijana bana. Hii ni movement ya wananchi. Hakuna simple tunafuata. Hamna. Kwanza tumesikia Sifuna ndio leader. Kwa sababu unajua huu uongozi si wa kujipatia. Lazima upewe na wananchi wenyewe. Mnanielewa? Lazima upewe na wananchi wenyewe. Na hii movement kama ingekuwa about viongozi, unajua kuna wakati walikuwa wale watu wa Linda Ground walikuwa wanatuchekelea wakisema wao wako na wabunge wengi. Sisi tulikuwa tunawaambia nyinyi mhesabu wa viongozi, sisi tunahesabu wananchi. Nani yako na wananchi wengi? Kwa sababu as political leaders, kitu ambacho ni muhimu zaidi ni ile support ambayo uko nayo ya wananchi. Na kwa sababu hii movement ni ya wananchi wenyewe. Hakuna mtu hapa anaweza kusema ati yeye ndio. Hii movement is owned by all of us, and it is not about Sifuna. Sifuna ni jina tu, lakini sisi wote ambao tuko ndani ya hii movement tunaamini kwamba it is not about any one leader, it is about all of us as a movement. Role yako katika Linda Wananchi, umesema mko team. Sasa wewe unaongoza chama pia as a secretary general wa chama. As at today vile unasemaga. Sasa wewe unaongozaje chama? At the same time unaongoza kikundi ambacho kidogo akikubaliani na baadhi ya wanachama ambao wewe ni katibu wa mkuu. Kwanza tulianza na ukiniambia ile vitu naweza kula. Tunaweza kula njugu, tukule mahindi, tukule miwa na tukule ndizi. Nini nakuzuia? Kwa sababu we are people who can chew gum and walk the stairs as well. But kwa sababu ya yale maoni tofauti ambayo tuko naye ndani ya chama, lazima pia sisi, unajua niliwaambia siku moja kwamba baada ya baba kufariki, nimepoteza marafiki wengi sana waliokuwa ndani ya chama, watu ambao nilikuwa nafikiria kwamba sera zao na maono yao
zinaambatana na mimi. Nilikuwa nafikiria wengine ni marafiki zangu kama Mheshimiwa Simba Arati, niliwaambia nikiwa Kisii. Nilifikiria Simba ni rafiki yangu, lakini sasa vile baba alikufa ndio nimeona true colors yake ya kwamba everything that tulikuwa tunafanya pamoja nikifikiria ni rafiki yangu ilikuwa ni uongo tu. Sasa siasa zetu na yeye zimetofautiana na mpaka zimeaffect urafiki wetu. Unaona? So I had to look for new friends because politics can be very lonely, my friends. Siasa hii unaweza kaa hivi peke yako ushindwe, am I the only one? Unajua mpaka unajiuliza kama wewe ni wazimu. So ukipata mtu mwingine mwenye maono kama yako, hata kama ako katika timu nyingine, kwa mfano ningeunda urafiki na watu wa Shabana, kwa sababu watu wa FC wamesema wataki Sifuna. Kwani kuna ubaya? Lazima utafute wanaita kindred spirit, watu ambao mnaweza kaa nao na muvalidate each other, waseme by the way Sifuna, si kichwa yako si mbaya kichwa yako si mbaya, hata mimi naona hii direction ambayo chama imechukua si haki. Na tumejaribu kwa sababu tumejaribu kuwashawishi wenzetu ndani ya chama cha ODM waone mtazamo wetu, lakini mnajua hatua ambazo wamechukua. Sisi tulikuwa tunataka tuwe na mjadala ndani ya chama ya kwamba watafute, sijui naweza semaje kwa Kiswahili, wale debaters wao wazuri sana, wale ambao wana support two term ndani ya chama. Tuitwe hata kama ni radio kama hii Egesa, tuende point by point, uniambie mimi na sera zangu kama mwana ODM zinafanana vipi na sera ambazo tunaona katika serikali ya William Ruto. Kwa mfano, ndugu yangu, nimekuambia chama cha ODM kina historia ya kusimamia haki za binadamu, kusimamia haki katika jamii, na leo ukisoma magazeti ni kilio kila mahali. Wewe unatuambia umekuja kufungua daraja hapa Ngong Road, ati overpass, lakini at the very same time polisi wako wanaua watu Mathare. Kina mama wanalia kule kwa sababu hawajui watoto wao wako wapi. Maandamano ilikuwa inafanyika kule Mathare kwa sababu ya kusinikiza serikali warudishe kina Zizu ambao walichukuliwa na polisi. Na wakati wa hiyo maandamano ya kuitisha haki, wewe unapiga watu. Kwanza ripoti ambazo ninazo ni kwamba watu wawili tayari waliuawa na risasi za polisi kule Mathare. Sasa ndugu yangu, unataka mimi ati kwa sababu mimi ni senator wa Nairobi ama ati ACG wa ODM niende ati kufungua daraja na Ruto saile watu wetu wanalia Mathare? Haiwezekani. That's not who we are. That is not who ODM is. So tulikuwa tunataka tuwe na huu mjadala, ndugu yangu, tukae na hawa kina Simba atuambie yeye anaona Ruto ni mzuri kwa sababu gani, na mimi nimwambie kwa nini mimi naona tuchukue mkondo tofauti. Unaona? So baada ya kukosa huo mjadala ndio maana sisi tukatafutana. Kina Kibagendi pia ni wanachama wa ODM, kina Obadia wote ni wanachama wa ODM. Tukasema sisi tuna mtazamo tofauti. Hata wakati ambapo bills fulani zinakuja pale, uwezi kuwa mwana ODM na upige yes kwa mswada ambao unaenda kukandamiza wananchi. Na ndio uliwaona hata katika National Assembly juzi katika kupiga kura ya finance bill tena 2025 walisimama na mwananchi. So hiyo ndio kitu ambayo inatuleta pamoja kama Linda Mwananchi. Sasa hapa kwenye chama, naam, huu msimamo umeuchukua umekuja baada ya kufariki kwa mzee ama ulikuwepo hata mwanzo? Nyinyi mnanijua. Wewe ndio ulisign the 10 point agenda. Kwanza sikusign 10 point agenda. Sijui nitaeleza mpaka lini. Nyakundi. Signature ya Sifuna haiko kwenye huu mswada kwa sababu ili expire siku hizi wasi baby. Ningekuletea uone signatures ambazo ziko pale. Signatures ziko kwa hiyo mkataba ni 2. Raila Odinga na William Ruto. Mimi kama katibu wa chama niliuandika huo mswada. I am the one who wrote that agreement. Kwa sababu wakati ambapo tunaingia katika hiyo arrangement, kuna masuala ambayo, na ndio haya masuala ambayo yameniletea shida. Haya masuala ambayo tunaamini kama wana ODM. Tunaamini katika haki, tunaamini katika ugatuzi. Tulikuwa pale tukiandika huu mkataba tukijua tunataka tuweke masuala ya wananchi mbele. Kwanza tuache kuua watu. Hiyo ilikuwa ndani ya hiyo mkataba. Na ndugu yangu, kitu ambacho kiliniletea shida ni kwamba baada ya sisi baba kutia sahihi huo mkataba, ulikuwa ni mwezi wa 3, si ndio? Mwaka 2025. Kuanzia mwezi wa 3 wa mwaka 2025 kufikia wakati ambapo nilikuwa nasema huu mswada umekufa, vijana zaidi 17 walikuwa wameuawa. Kumaanisha kwamba huyu William Ruto hakuwa na nia yoyote ya kutekeleza huo mkataba. Kitu ambacho kinasema wanasema kwa Kiswahili ama niseme ile kitu ilivunja miwa. Ndio tuelewane na mama hapa. Ile kitu ilivunja miwa ni siku ile polisi walitoka Nairobi wakaenda Homa Bay, wakachukua kijana huko anaitwa Albert Ojwang, wakakuja wakamuua kwa sela hapa.
katika kituo cha polisi cha Central. Nilikuja kwenye show moja hapa Royal Media na nikasema wakati ambapo Albert Ojwang anakufa ndani ya hiyo cell, that is the end of that agreement. Mkataba huo hauna haja tena, kwa sababu hata ukitekeleza haya mambo mengine katika huo mkataba, Albert Ojwang hata kuwa pale kuyaona yakitekelezwa. Kwa mfano yule kijana yule jamaa ambaye amepigwa risasi Mathare leo jana na polisi, atatumia hiyo overpass ya Ngong? Ama umejengea nani hiyo? Ama maiti yake itapitia hapo ikienda nyumbani? Sijui kama tunaelewana bana. Kuna vitu ambavyo ni muhimu zaidi ya vingine. Huwezi kuniambia kwamba kujengea Homa Bay soko inashinda kuweka maisha ya mwananchi mbele. Haiwezekani. So wakati ambapo nimesema huu mkataba hauna maana tena, shida zangu zilianzia hapo. Na baba alikuwepo. Nilimsikia mwingine akisema ati baba alikasirika. Hakuna kitu kama hiyo. Tulienda tukafanya mkutano, tukaongea, nikamuexplainia mzee kwa nini mimi naona huu mkataba hauna maana. Wanasema kwamba umechipuka wakati baba hayuko kwa sababu alikuwa na kutem kidogo. Hakuna kitu kama hiyo. Baba hakunitem. In fact baba aliniinua. Kama baba hangekuweko, mngekuwa mnajua hata Sifuna huyu. Yeye ndiye mwenye kunilea katika siasa na kunifunza yote ambaye najua katika siasa. So yeye alikuwa pale hata wakati ambapo tulikuwa na mitazamo tofauti. Alikuwa akisema wacha Sifuna aseme yake, wewe useme yako. Kwa sababu demokrasia inahitaji kwamba tuwe na hii mijadala. Na mijadala si lazima ikuwe mijadala rahisi. Mijadala ni migumu kwa sababu watu wameshikilia position zao, wanaona vitu katika perspective yao. Huwezi kumlazimisha mtu. Mimi baba alinifunza siasa ni ushawishi. Lazima unishawishi, lazima uniexplainie kwa nini hii ndio barabara ungependa tuchukue na kwa nini hii barabara ni bora kushinda nyingine. Hauwezi kushurutisha watu kuona point yako. Hauwezi, lazima uwaingize box pole pole. Unaona? Okay. Vile ambavyo unaelekeza siasa zako sasa kama katibu mkuu wa chama, kiongozi wa Senate wa kaunti ya Nairobi. Wewe kama SG wa chama cha ODM. Na kuuliza tu maoni yako, si maoni ya chama. Unaona kwamba post baba chama cha ODM kipo hai? Chama kimeyumba sana kusema ukweli. Kwa sababu sasa katika maeneo mengi, na unajua sisi sote kama viongozi wa kisiasa tunapata feedback kutoka kwa mwananchi. Kwa mfano mimi najua eneo zima la Gusii lilikuwa ngome ya chama cha ODM. Tulikuwa na chaguzi ndogo pale, tulikuwa tunazungumza pale na kina Mheshimiwa Bosire. Anatuambia hapa kuingiza mtu wa ODM hata kupata candidate Kisii, kulikuwa na by election 3. Kupata candidate pale ilikuwa ni ngumu. Napiga darubini, narudi tu nyuma kidogo tu. Mwaka 2021 kulikuwa na by election pale Bonchari. Mimi nilikuwa pale kwa ground kama katibu na Mheshimiwa Pavel Oimeke. Sijui kama mnakumbuka hiyo by election. Kweli. Si tulishinda? Tulishinda na tulikuwa tumewekewa mashini mzito ya serikali. Lakini watu wa Omogosi walikuwa wanasema sisi ni wanachungwa. You remember that by election very well. I come from Bonchari for a matter of fact. Yes, you know how tough it was. Hata ndio nilikuwa naambia Matiang'i, Mheshimiwa Matiang'i, tukiwa kwa matanga ya mama ya Richard Onyoka. Hatujasahau. Tutakaa na siku moja tupige story, tumwambie vile polisi walikuja siku nyingine tukiwa hapo kwa Mheshimiwa Ongwae. Wazee tu tumetulia tu. Piga tear gas, vunja gate nini? Mimi siku ya uchaguzi yenyewe, the day of the election ya Bonchari, nilikuwa na hepa na Janet Ongera, tulikuwa tunapita nyumbani kwake huko tukielekea karibu Homa Bay. Unajua anaishi kwa hiyo barabara ya kwenda huko. Tulikuwa tunatoroka polisi. Nilikuwa na address press nikiwa Homa Bay siku ya uchaguzi kwa sababu walikuwa wananisaka. Vijana wa Kisii walifanya kazi bwana boss. Hiyo time walikuwa wanashika machief na pesa. Change. Hapo wananitumia hizi, ndio hao tumewashika na pesa. Naambia jilipe bwana, hiyo ni pesa ya serikali. So, if you tell me that if you go to the ground in Kisii right now, is there the same enthusiasm for ODM? That is a question we need to ask ourselves. So, si kitu ambayo Sifuna anasema. Nyi wenyewe mnajua, nyi wenyewe mnaona. Kwa sababu sahi huko Guziland, wimbo ambayo inaimbwa ni tofauti sana. Wimbo ambayo inaimbwa ni tofauti sana. Inatuvunja moyo kwa sababu unajua baba alichukua muda mrefu sana kujenga hiyo support. You know, to earn the support of the whole country ni kitu ambacho kinachukua muda. So ukikuta watu ambao wanakuja wanaharibu kazi ambayo mzee alifanya miaka 20 kujenga chama cha ODM mbali na kwake, unaona? Kwa sababu chama cha ODM bro kiko na
uungwaji mkono kila mahali katika pembe zote za Kenya. Unajua wengine wanafikiria ati ngome ya ODM ati ni Luo Nyanza, ni Kisumu, ati ni Kisumu, Homa Bay, Migori. Hakuna. Kama katibu ninajua pale kwenye sajili ya chama ya wanachama wa ODM, number 1 county yenye iko na the highest number of members of ODM is Busia County. Okay. Saa ile Migori wanachagua Obado kwa chama sijui gani, huko Kilifi wanapiga governor mpaka MCAs wote ODM. So uniambie kati ya Migori na Kilifi gani ni wapi ndio ngome ya chama? Is it that baba akujenga succession ya chama ama mulijipata tu? Wewe ulijua mzee hakuna mtu kifo utarajii na upangi. Naam. Is it true that kwamba baba ama mzee akujenga ile inaitwa succession? Sidhani, kwa sababu unajua wewe ukilea watu, ye amelea viongozi wako ndani ya chama. Mimi nikiwemo kama Sifuna. Si lazima uambiwe ati huyu ndiye atakuwa baada ya mimi. Hapana, mnalea viongozi ambao wanaweza kuchukua uongozi. Na kitu ambacho kilikuwa kinanivunja moyo ni kumbe kulikuwa na watu mimi nilikuwa nafikiria pia wameiva, kumbe wenyewe wanajua ndani hawajaiva. Kwa mfano, nilikuwa nashtuka sana nasikia kiongozi anasimama anasema saa hii after baba ametuacha hakuna mtu ndani ya chama cha ODM anaweza kusimama urais. Na wengine walikuwa wanajiita manaibu wake. Hata huyu mheshimiwa Simba Arati siku ile alikuwa anataka kukuwa deputy wa baba. Alikuja pale Capitol Hill kama anadanganya aseme. Na nilisema kwa kituo kingine tutakuwa tunakuja hapa na Biblia. Kila mtu aongee ukweli. Tulikuwa katika ofisi ya baba pale Capitol Hill. Alikuwa na yeye the whole day. Tukamweka Simba Arati kama deputy ya baba. Ukisema wewe ni deputy ya baba inamaanisha nini? Baba akiondoka unachukua. Correct. Jameni, alafu wananiita mimi wazimu. Wananiita mimi wazimu, ndio nasema. Kwanza ako na madeputy ngapi? 3. Ako na Osoti pale, kuna mheshimiwa Abdul Swamad, kuna mheshimiwa Simba Arati. Simba Arati ukijiita deputy ya mtu inamaanisha kukikuwa na kitu chochote kinamfanyikia, akiondoka unaingia. Sasa hata mimi ndio nakwambia hata katiba inasema hivyo. Okay. Hata katiba ya ODM inasema hivyo. Ndio nilikuwa nashangaa. Unajua wakati walimweka mheshimiwa Oburu kama party leader, mimi sikuwepo. Mimi nilikuwa nimetumwa India kumleta mzee nyumbani. Mimi narudi nasikia expectation yangu na expectation ama matarajio ya watu wengi katika ODM ilikuwa hawa deputy party leaders wakae 3 waseme hata basi utashikilia mwezi moja, mimi nishikilie mwezi ingine, tufanye rotation, alafu tuitishe NDC tuchague mmoja wetu akuwe nani kiongozi. Hiyo ndio katiba ya chama inasema. Okay. So huwezi kumlaumu baba useme ati baba hakulea viongozi. He had a succession plan, he had deputies, alikuwa ameweka watu katika nyadhifa kubwa za chama ili tuweze kujifunza uongozi. Okay. Na ndio maana siku moja mimi nilisema shida yao watu ni kama wewe unajua haujaiva, si utoe jam, toka mbele. Alafu tuitishe uchaguzi, tuchague mtu ambaye anajiamini kwamba hakulala kwa darasa ya baba. Ulisikia Winnie akisema wengine walikuwa kwa klasi lakini wamelala. Wakati mafunzo yanafanyika ya uongozi, jinsi ambavyo mnaweza kuendesha mambo, wamelala. So kama wewe ulilala class, wale ambao hatukulala, si tupewe nafasi ya kuongoza chama broad based. Naam. Na chama chako unachokiongoza. Naam. Mlipotengeneza hii broad based. Naam. Umesema moja hapo ilikuwa ni ama nimekusikia mara nyingine ukisema ati hakuna kitu kinaitwa broad based. Hakuna kitu kinaitwa broad based. Hata hiyo mkataba mko na viongozi walikuwa wenu hapo. Ndio nakwambia, unajua tumesema kila mtu aseme ukweli. Huo mkataba ambao unazungumzia ulikuja mwezi wa 3 mwaka 2025. Wakati huo hawa jamaa ambao unazungumza ati wako kwa serikali walikuwa washaingia kwa serikali. Hawakuingia kufuatana na huo mkataba. Waliingia Julai, I think ilikuwa mwezi wa 7 mwaka 2024 baada ya maandamano ya Gen Z. Yeah, so that agreement has nothing to do with broad based. Na hii kitu ya broad based mimi nilisikia mara ya kwanza na mheshimiwa William Ruto. Yeye ndiye alikuwa anazungumzia hiyo kitu. Na watu wakachukua nyadhifa katika serikali. Hata siku kabla ya wao kutangaza kwamba wameingia katika serikali, chama cha ODM kilitoa statement kusema hawa jamaa wameenda peke yao. ODM released a statement. You know, people just choose to forget. Watu wameamua tu kujisahaulisha. Ndio walaumu Sifuna. Na unajua unasema tunaambiwa you donated experts. Sasa ndo nakwambia statement ya chama iko. I swear ningejua, unajua siku hizi hii madocument nimewacha mahali. Nitakuwa nakuja naye nikuonyeshe. Na mpaka leo hiyo statement iko kwa social media za chama cha ODM. Tukisema hakuna idhini ya chama kujiunga na serikali ya William Ruto.
Hawa jamaa walienda wakanegotiate wenyewe peke yao waine, ikabidi baadaye tuwafunike tu. Ndio maana baba akaanza kusema tulidonate experts. Walienda kivyao. Hakuna resolution ya chama ilisema tutume watu huko. Is it okay to assume sasa ipo? Is it working? Personally it is not working. Na the reason nilikuwa nakwambia there is no broad based government, ile serikali ambayo ipo ni serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi ya Mheshimiwa William Ruto. Wote ambao walijiunga na hiyo serikali wajue wanafanyia kazi William Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza. Usituambie mambo ya broad based hapa. Number 2, kama serikali inafanya kazi, inategemea wewe una measure kazi kama nini. Unajua? Kazi wewe una measure aje? Sisi tuna measure na maisha ya mwananchi imebadilika ama hapana. Bei na gharama ya maisha imerudi chini ama hapana. Leo nasoma magazeti na kulikuwa na mkutano mkubwa wa walimu na shule kule Pwani, wanasema serikali imekataa kutoa capitation ya shule, ati sasa wazazi waongezewe 40,000 shillings kulipa karo za shule. Hiyo ndio kilio ambaye iko katika taifa hili letu la Kenya. Kwa hivyo, iwapo maisha haya hayajabadilika, tunaambiwa serikali kuu ina deni la hospitali zetu za county bilioni 26. Tunavyozungumza sasa watu wakienda katika hospitali kule nyumbani wanapata matibabu ama hawapati. Devolution tulikuwa tumeagria kwamba wafikishe bilioni 450 ya kusaidia devolution. Unajua nilikuwa nasoma ripoti ya msajili wa vyama hapa Senate. Nitakupa tu mfano wa Nyamira kwa mfano. Kuna stadium inaitwa Manga. Ilifaa ichukue mwaka moja kumaliza, ilifaa ishe mwaka 2020. Wamelipa milioni 18 mpaka saa hiyo stadium haiko. Imesimama. Haya, kuna Nyamwetureko Eye Hospital. Completion ilifaa kwa March 2022. Stalled, contractor not on site. Ukisoma hizi vitu katika Senate inakuvunja moyo kwa sababu governor na yeye akikuja mkimuuliza yeye anasema serikali kuu inachelewesha kutoa pesa kwa sababu tumekuwa tukideal na hii issue ya pending bills kwa muda mrefu. So wewe ukiniuliza serikali inafanya kazi ama hapana, inategemea. Kama wewe una define progress na hii hiyo daraja ya mita 400 amefungua hapo Ngong Road, watakuambia inafanya. Niliwaona wakicelebrate hapo wakipiga magofi. This is your account by the it's That's what I'm telling you. 3.8 billion. But that's what I'm telling you. Do you know how much money Nairobi gets for roads under RMLF? It is a fraction of that amount. If I were the governor of Nairobi and I have 3 billion to prioritize to do roads in Nairobi, I would not put it in one bridge, bwana boss. Because under RMLF, na hii ni kitu ambayo baba amekuwa kipigania. Baba alikuwa anasema serikali kuu iwachilie pesa zote za barabara ziingie katika devolution. Kwa sababu katiba yetu inatambua barabara 2 peke yake. National roads and county roads. Waachilieni pesa. Baba alikuwa on record akisema we need to disband Kenya Urban Roads Authority, Kenya Roads Authority, yes. All those roads authorities so that counties can receive money, proper money. I think the amount of money that Nairobi receives for RMLF is around 300 million bro. Na wewe unaniambia tuna celebrate flyover moja. Uliza watu wa Nairobi hiyo 3 billion tukiulizwa tunaweza weka kwa barabara huko pipeline. Kuna wards nzima kama Ruai hazina barabara basi. Pia wao ni wa Kenya. So inategemea na mtazamo wako ama definition yako ya maendeleo ni nini. Lakini kulikuwa na ishara kwamba baba anafanya kazi na serikali ya William Ruto. Naam. Kulikuwa na reasoning ya baba. Unajua wakati ule ambao kulikuwa na maandamano ya Gen Z ya 2024. Baba alisema ni afadhali tutafute njia ya kusustain demokrasia yetu ili tuweze kumfurusha William Ruto kwa debe, asifurushwe kupitia mtutu wa bunduki ama kupitia maandamano. That was the only reason baba alikuwa anafanya kazi na William Ruto. Kusustain demokrasia na kuokoa maisha, kwa sababu wakati ule watu walikuwa wengi sana wanauawa. Tulipoteza maisha mengi sana katika maandamano ya Gen Z. Umeona wakifanya makumbusho jana ama juzi ya mwaka wa pili tangu mauaji haya yafanyike. So hiyo ndio ilikuwa reasoning ya mzee. Hamna kitu zaidi ya hapo. Okay. Nyinyi ni project kama Linda Wananchi.
Umesikia story? Sisi ni project ya wananchi. Kwani kuna mahali pesa inatoka? Sisi ni project ya wananchi. Kuna mtu anatoa pesa kesho ili uweze kufuel gari yako kwenda Kisii. Gari yangu hata sasa iko na mafuta. Nikisema sasa nifike Kisii nitafika tu. Kuna mtu anapanga hii mkutano. Wacha nikwambie. First of all, unajua sijui kwa nini yani unaweza uliza senator wa Nairobi kama anaweza kuwa na kukosa mafuta ya kwenda Kisii. Are you being funded by President retired Uhuru Kenyatta? I am not being funded by Uhuru. I am being funded by the people. We have a public website there. I can show you our M-Pesa statement. Yenye tunatumia kulipa DJ. Yenye tunatumia kulipa stage. Tuko na magari, sisi ni wabunge, Mungu ametubariki, wananchi wametubariki kwa sababu mimi kama mbunge, mnajua mshahara wangu. Si ati mimi ni tajiri, lakini siwezi kosa mafuta ya kufika Kisii bwana. Surely. Sisi tunajituma tu. Tunaenda, tunakuta wananchi pale. Tunakaa, tunazungumza, tunatoka. Unanielewa? So, hiyo tetesi ya kusema kwamba we are being funded ni kwa sababu unajua watu wamezoea siasa mfumo fulani. Siasa ya pesa. Nimemsikia rafiki yangu Zair Janda. Ilikuwa jana tu akisema ati hapa Kisii mtu akikuita mkutano na akupee less than 500 usikubali. Mimi natoa wapi 500 kupea umati kama ule ambao muliona Kitengela ama Machakos ama Mlolongo. If I was to give 500 shillings to all those people, how much money would I need? That is what makes politics expensive. Hii siasa ambayo ati ni ya tokenism, ati lazima ukikuja mahali ati lazima upate handout. Sisi hatupeani handouts, hatuna hata t-shirt, hatupeani hata kofia. Naonanga mikutano za Simba amepiga tent, kila mtu amevaa t-shirt imeandikwa Netire, Simba Netire. Alafu kofia uko nayo. Bro, kofia moja at the cheapest price hapa ni 250. Alafu t-shirt ni kama 400. Wewe niambie kupea watu 10,000 hiyo Are you working with him? No, that's what I'm saying. How much money do you need to do that? And that's the reason why they think every one of us is being funded. Funded for what? All I need, Mheshimiwa Gisairo, Mheshimiwa Kibagendi, Mheshimiwa Obadia, si wanakuanga kwa ground kila siku. Kila weekend hawa jamaa wako home, wanapiga bunge, wanaingia kwa ground. Unataka kuniambia mafuta ya hii Friday ndio itakosa? Kuna sijui kama hii tatizo lipo because we normally see viongozi katika maeneo fulani. Sio uongo kusema kwamba Kalonzo Musyoka ana umaarufu pande Ukambani. Sio makosa kusema kwamba Mheshimiwa Rigathi Gachagua anasema ni kiongozi ya mlima. Ana tatizo. Sifuna ndio kiongozi ya watu wa Ingoho. Ai, hapana. Hiyo nayo utakuwa unadanganya. Lakini lazima muache wananchi wenyewe watawaambia viongozi wao ni kina nani. Mimi siwezi kujiita kiongozi. Kwanza nikiwa senator wa county ya Nairobi, mimi naongoza watu kutoka jamii zote. In fact nikipigiwa kura hapa Nairobi, tulipigiwa kura na jamii zote. Wakisii, Waluya, Wajaluo, Wakikuyu, wote ambao wanaishi Nairobi, tulipata kura zao zote. Kwa hivyo itakuwa kitu cha kutamausha sana. Mimi nijaribu kujidefine kama kiongozi wa Mulembe ama jamii nyingine yoyote. Mimi nataka kujiona kama kiongozi wa kitaifa. Kwa sababu naongoza taifa zima hapa Nairobi. Na wale ambao wana uungwaji mkono, sisi hatuna shida na wao. Kama una uungwaji mkono amongst Waluya, amongst Wajaluo, amongst Wakisii, inakubalika kwa sababu siasa ni hivyo. Siasa za siasa zile conventional siasa zimekuwa mobilize sana kupitia maeneo, lakini tunaomba kwamba tufike mahali kama taifa ambapo kila kiongozi anaweza kujiona kama ni kiongozi wa kitaifa. Unaweza kuenda Baringo ukubalike, uende Mlima Kenya ukubalike, na ndio maana unaona tunafanya mikutano yetu katika maeneo haya yote ili tuweze kujua kama pia tunaweza kukubalika kama viongozi. Na uzuri wa Linda Mwananchi utakuta kwamba jamii zote pale zinawakilishwa. Si kwa viongozi tu peke yao, lakini hata kwa wale wafuasi wetu wa ground tu wa kawaida, utaona kwamba jamii zote zinawakilishwa pale. Na ndio maana hii movement imekuwa ikigrow haraka. The reason why nauliza swali hili ni kwamba tumekuwa na viongozi kutoka pale mahali umetoka. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, watu wanamtaja kwamba ni kiongozi wa Vihiga. Mheshimiwa Moses Wetangula, watu wanamtaja kama ni kiongozi wa watu wa Bungoma. Na hao viongozi wengine tumeona mheshimiwa gavana wa Trans Nzoia, Mheshimiwa Natembeya, kwamba sasa ameshikilia hiyo pande ya Trans Nzoia na hiyo pande nyingine ya Western.
wewe utajitoa vipi katika hiyo tag so that you can have a national outlook? Nataka kuwa kiongozi wa Wakenya, jinsi tu ambavyo niliweza kuwaingiza jamii zote box hapa Nairobi wanipe kura. Naamini kwamba hata katika maeneo haya mengine unaweza kuongea na wananchi. Nilikuambia kwamba kuna lugha ambaye watu wanatafuta. Na hii lugha ni universal. Unajua nilikuwa nikiwauliza jamaa wengine, baba alikuwa wakati mwingine watu wanataka kusema ati Raila yeye ni kiongozi wa Wajaluo. Lakini alitokaje Bondo akaenda mpaka Tana River akaingiza watu wa Tana River box wakachagua governor wa ODM? Inawezekanaje tuko na wabunge wa ODM Turkana? Kwa sababu kuna lugha ambayo Wakenya wote wanaelewa, na ni lugha ambayo tunazungumza hapa leo, lugha ya haki, ukweli, usawa, utawala wa sheria. Hiyo lugha kila mtu anaelewa. Na ukiwa unaongea hiyo lugha, kwa sababu shida zetu kama Wakenya ni the same. Hakuna shida ya Mkisii yenye ni tofauti na shida ya Mluya ama ya Mjaluo ama ya Mijikenda. Hapana. Wakati ambapo polisi wanapiga risasi hawaangalii Wajaluo waliuawa, Waluya walikufa, Wakisii wameshutiwa. So hizi issues ambazo tunasema hapa, hizi issues ambazo tunasema ndio zinakupelekea wewe, unajua unaweza kuchagua wewe mwenyewe kama kiongozi utacheza siasa aina gani. Kila mtu anajua mahali ametoka. Sio lazima ukae ukitangaza kila siku ati mimi ni Mluya. Si Waluya wanajua watoto wao pahali wako. Lakini huwezi kukua ati siasa unataka useme mimi ni wa hapa. Hapana. Sisi tunataka tuweke aswa, sisi ambao ni vijana tunataka tulete tofauti kidogo katika jinsi ambavyo siasa zinapigwa. Na ukiwa unaongea lugha ya mwananchi na lugha ya haki na usawa na haya mambo mengine ambayo tumezungumzia, Wakenya kutoka nchi nzima watakuunga mkono. Okay. Senator, asante kwa kuendelea kukaa na sisi na kuzungumza nasi. Tofauti zako na Mheshimiwa William Ruto ni za personal ama ni kisiasa? Na what issues do you have na hii serikali, and yenu itakuwa tofauti aje? Kwanza, you cannot have personal differences na mtu ambaye hamjuani. You don't know the president? We don't know each other. We have never had opportunity. Unajua, nimekupa example ya watu nilikuwa nafikiria ni rafiki zangu. Kama Simba unaweza sema labda there was a personal problem kwa sababu he was my friend, tumefanya vitu mingi pamoja. Lakini mtu ambaye hamna contact, mtu ambaye hamjawahi kufanya kitu yoyote pamoja, as in where do personal differences come from? My differences with the president ni kutokana na jinsi ambavyo ameendesha nchi. Kwa sababu mimi nimewaambia mara mingi kwamba sisi kama wanafunzi wa Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, wanachama wa ODM hasa ambao walikuwa msingi wa kuleta katiba hii ambayo tuko naye, kama msomi wa sheria ambaye anaamini katika maadili yaliyomo katika katiba yetu, shida yangu kubwa na serikali hii ni kwamba imetoka katika ile reli ya maadili. Nimejaribu kuelezea Wakenya kwamba manifesto ya serikali ambayo wananchi wanataka tayari iko ndani ya katiba ya Kenya. Inasema kwamba Wakenya, unajua tulikuwa na historia fulani. Tulikuwa na historia mahali tulitoka, tukafika mpaka kuwa na mfumo wa demokrasia wa vyama vingi, tukafika mpaka tuko na hii katiba ambaye imesherekewa nchi dunia nzima. Lakini iwapo wale ambao wako mamlakani hawatafuata kanuni na maadili ya hiyo katiba, basi watakuwa na shida na watu kama sisi ambao tunaamini kwamba lazima katiba ifuatwe. Kwamba kila jambo ambalo serikali inatekeleza, hayo maadili lazima yazingatiwe. Na maadili haya 6 muhimu utaikuta katika ile wanaita preamble ya katiba ya Kenya. Ya kwanza pale ni human rights ama haki za kibinadamu. Na kuna sababu tulianza na hiyo. Kuna sababu ambayo tulianza na hiyo Nyakundi, kwa sababu nimekuambia tulikuwa na historia. Sisi ambao tumekuwa katika vijiji tunakumbuka Mahindra za Moi, tunakumbuka zile Land Rover za Moi. Tulikuwa umekaa nje ya mti unatafuna miwa na baba yako, akisikia sauti hiyo Mahindra ama Land Rover, anakimbia anaingia ndani ya miwa kujificha. Kwa sababu gani? Wale jamaa wa Moi nao hawakuwa na kuelezea kitu yoyote. Wanakubeba tu, wanakuingiza kwa nini na unapotea, hawaambii familia yako wamekupeleka wapi. So na hiyo ndio kitu kinaendelea hapa sasa, hata hapa Nairobi. Hata kule Mathare, haya maandamano ambayo tulizungumzia jana ambayo walipiga watu wengine risasi, ilikuwa kwa sababu ya kupotea ya huyu kijana anaitwa Zizu. Yale mambo ambayo tulikuwa tunayaona miaka ya 90, inawezekanaje tukue na katiba ambayo inasema mambo haya yasimame na bado yanaendelea kufanyika? Inataka tuwe na demokrasia. Na demokrasia ama utawala wa kidemokrasia unapelekea kwamba kuwe na vitu fulani ambavyo vinajulikana kwamba hivi ndio misingi ya demokrasia. Kwa mfano, nitakupa mfano wa haraka kwa sababu wewe ni mwanahabari. Demokrasia inataka kuwe na uhuru wa
vyombo vya habari katika taifa letu. Sasa ukiona kiongozi wa taifa anasimama anatoa vitisho dhidi ya waandishi wa habari ama kituo fulani cha kuchapisha habari, ujue kwamba huyo sio mwanademokrasia. Tuna uhuru wa kusema, tuna uhuru wa kutana. Hizo ndo tenets za demokrasia, na uhuru wa vyama vingi, kwa sababu lazima tuheshimiane. Kila mtu ajue kwamba hatuwezi kuwa tunavivunja vyama eti tukuwe na chama kimoja kikubwa. Hiyo ni kuturudisha miaka ya KANU. So unapoona maadili haya, na ndio maana watu wanatuuliza, nyinyi mkipewa hiyo nafasi mtafanya nini tofauti lini? Ni simple sana. Wakenya tayari wamekupatia blueprint. Wanasema haya maadili 6 tunataka kuona mkiendesha serikali kulingana na maadili haya, kwamba kuwe na heshima kwa haki za binadamu, kuwe na demokrasia katika taifa letu. Uwezi kumfunga kijana ama mbebe kijana ati kwa sababu amepost kitu kwa social media alafu ujiite mwanademokrasia. Tunasema kuwe na utawala wa sheria. Utawala wa sheria inamaanisha kwamba kama kuna mzozo kati yangu na wewe Nyakundi, mzozo huo utatuliwe kulingana na sheria. Na yeye sasa, kwa sasa hivi mahali tunakosania na yeye, mtazamo wangu tofauti na yeye anaamini utawala wa mambo ni matatu. Mambo ni matatu ndio utawala wa William Ruto. Sisi tunasema tunataka utawala wa sheria, kila mtu awe subject kwa sheria. Na kitu ambacho wananchi hawaelewi ni kwamba wawekezaji wengi, unajua, wanatuuliza kwa mfano tutashughulikia vipi hili swala la ukosefu wa ajira. Ukosefu wa ajira unategemea wawekezaji wa kibinafsi waweze kuweka pesa zao hapa. Kwa mfano hili shirika la Royal Media. Royal Media kuna wakati ambao ilikuwa inanyanyaswa sana na serikali ya Moi. Hata walikuwa wamefunga wakati moja. Sasa nakuuliza, kama hii Royal Media tukifunga leo, ni kazi ngapi ambazo zitapotea? Kazi ngapi ambazo tutapotea shirika la Standard Group likifungwa kesho kwa sababu watu wamekosana na Mheshimiwa Rais? Hakuna mwekezaji ambaye anaweza kuweka pesa katika nchi ambayo haiheshimu sheria. Tuko hapa tunajua hii mali yote Mheshimiwa SK Macharia na shirika zima la Royal Media, hii ni pesa, inahitaji fedha. Pesa yake ameweka kuweka hivi vyombo ili kupeperusha haya matangazo. Sasa we niambie, polisi wakiingia hapa saa hii wabebe hizi vitu, hawaambii ni kwa nini wamebeba? Mkiwapeleka kotini wanawaambia mambo ni matatu. Hakuna mwekezaji ataweka pesa yake katika nchi ambaye haifuati ule utawala wa sheria. Okay. Kwa sababu mizozo huwa ikitokea, na mingi ya mizozo, kama wakili najua, mizozo inatokea kati ya serikali, kwa sababu serikali ndio yenye kutoa leseni, na wawekezaji wa kibinafsi. Mwekezaji wa kibinafsi anataka kujua, akija hapa Nairobi anunue shamba hapa, aweke mradi wake pale, hata amka kesho aambiwe hiyo shamba by the way umejenga ni senator wa Nairobi pia ako na title yake. Unanielewa? Okay. Aende mahakamani nifuatilia tu ili wazo. Aende mahakamani apewe amri ya kusema shamba ni yake. Akikuja hapa anakuta senator wa Nairobi ameweka vijana hapo ndani, anamwambia hiyo karatasi umetoka nayo huko, hiyo ni yako, shamba ni yangu. Mwekezaji yupi atafanya kazi katika mandhari kama hayo? Mwekezaji hawezi leta kiwanda Kisii, ndugu yangu. Kama akifika pale, ati kitu ya kwanza anaulizwa kuanzia MCA anataka alambishwe. MP anasema kama hujaniona hiyo watu yangu wamekataa hiyo vitu. Anatuma vijana kuandamana hapo kila siku. Governor anataka yake. Mwekezaji gani atafanya investment katika mandhari kama hiyo? Na ndio hii kitu inaitwa maadili na utawala wa sheria. It's very important for our young people to understand ya kwamba hivyo ndio tutatengeneza nini? Tutatengeneza ajira, kwa sababu lazima tulete wawekezaji hapa. Ufisadi umefanya kufanya biashara katika nchi yetu hii ya Kenya imekuwa very expensive. Na nitakupa tu mfano. Mimi nimetolewa juzi tu, lakini nilikuwa mwanakamati ya Kawi ama energy. Yes. Ndugu yangu, Kenya is amongst the most expensive when it comes to electricity. Na ukiwauliza ni kwa nini, tulifanya inquiry mzima pale kwenye bunge la Senate. Tukakuta kwamba ile mikataba ambayo ilisainiwa kati ya Kenya Power na wale wanajiita independent power producers ilikuwa ya kuwakandamiza wa Kenya. Unaona? It's not as if we don't have cheaper options ya kuleta kawi. Ethiopia wanatoa kawi less than 1 shilling per kilowatt hours, wakati sisi tunafanya 30 bob. Ethiopia hawa ndugu zetu na wanatuuzia, lakini hatutaki kununua hiyo. Tunataka tununue ile yenye sisi contract zetu zinaambatana nayo. Okay. Haya, hii ushuru ambaye amewekea wawekezaji, kwa mfano ushuru ambaye Royal Media inalipa
lazima ingeongezeka, kwa sababu hizi levies za housing na SHA ambazo zimeongezewa, pia kuna zile ambazo zinakontributiwa na mfanyikazi na yule mwajiri. So kama hili shirika lilikuwa linaweza kulipa wanahabari 5, ukiongeza cost yao ya kufanya biashara, watasema tuna afford 2 peke yake. Ndugu yangu, haya maswala ni muhimu. Kwa hivyo ile kitu ambacho nataka niwahakikishie wa Kenya, iwapo tutarejesha nchi hii kwa yale maadili ambayo yako katika preamble ya katiba yetu, mambo mengine yote yatanyooka na mambo mengine yatafuata. Okay. Wewe unaketi katika komiti ya CPAC. Naam. Ya National Assembly. Ya Senate. Naam. Kumekuwa na mgogoro sana between you and governors. Yeah. Actually at one point you were accused of receiving a bribe of 5 million. Zawa walikuja wakatuambia ati sisi huwa tunaomba kitu kidogo. Lakini unajua hiyo vita yote iko na background. Kwanza kabisa mimi nataka kuwashukuru wa Kenya kwa sababu huwa wanafuatilia ile proceedings ambayo iko pale mbele ya Public Accounts Committee, because we also go live on our Facebook pages. The chairman of the committee, everybody can follow. Unaona hawa governors, hii kitu ilianza siku ile Mheshimiwa Cecil Mbarire ni governor wa Embu. Alikuja lakini uzuri hawa at least hawa walikuja. Unaona huyu rafiki yangu Simba, mara ya mwisho Simba alikuwa mbele ya kamati ya CPAC ni tarehe 23 mwezi wa 6 2025, over a year ago. But they give reasons why. No, atakuandikia barua hapa, lakini hizo reasons ukifuatilia utajua hii ni kuhepa maswali yanahepa. Na ni procedure. That's what I'm saying. Inafikanga mahali mpaka tunatuma polisi watafute. Hiyo ni procedure gani unasema? Because wewe umepewa pesa. Wewe wanatu expect sisi tuwapiganie kama senators waongezewe pesa. Wakishapata hiyo pesa hawataki kuwajibika. Na ukiangalia report ya Nyamira na ya Kisii, Nyamira alikuja tarehe 13 mwezi wa Julai. Tarehe 24 February. Governor wa Nyamira alikuja akasema yeye ni mgonjwa, hawezi kujibu maswali. Tukamwachilia aende. Na ndio nimekuuliza, ukiangalia report ya Nyamira, na nitashare hiyo report na wewe kwa sababu sisi huwa hatufanyi porojo bana. CPAC ina operate na report 2 peke yake. Report ya mkaguzi wa hesabu za fedha za umma na response ya county. Sasa huyu jamaa sema huyu wa Nyamira, wanasema kwa hiyo report interest payments yani inaitwa avoidable expenditure. Aliambiwa alipe mtu pesa, si ndio? Akakataa kumlipa. Interest ikapanda ikafika 23.4 million shillings. Watu wa Nyamira ukiwauliza hiyo 23.4 million shillings kama wangefanyia kitu kingine watakuambia nini? Duplicate payments. Wanasema amelipa same contractor 8.7 million mara 2. Huyo ni governor Nyaribo. Haya, Manga Stadium ambayo nilikutajia 18 million shillings zimeshalipwa. Hakuna kitu inaendelea pale. Nyamwetureko Eye Hospital 35 million paid. Hakuna kitu inaendelea. Kisii, wacha nikusomeza Kisii. The same thing. Unexplained voidable transactions. Wacha ni break down kwa Kiswahili uelewe nini inaendelea. Kisii kuna kilio kubwa sana ya watu ambao hawajalipwa. Wanasema walifanya kazi ya county na hawajalipwa. That was a previous regime. No, this is 2024-2025 financial statements ya Kisii. And I want you to have a copy because mimi huwa sifanyi porojo. Okay. Hii hapa, ngoja tu kidogo. Utaniambia nikuwekee kwa namba gani, ya M-Pesa ama ya WhatsApp. Unaona hii report? Hii ni for the year ended June 2025. Yenye Simba alihepa hakukuja kuongea na sisi. Unaona? Mpaka leo hajakuja. Inasema huyu jamaa kitu inafanyika, wanatumanga request ya payment kwa control of budget, ndio? Anaandika anasema hizi ndio tunaenda kulipa. Pesa ikitolewa, wana void hizo transactions, wana change wale watu wanaenda kulipwa. 693 transactions in Kisii were voided. Total cost ya 1 billion shillings. Hawa ndio watu wanalia, wanaekwa kwa IB, wanafikiria wanaenda kulipwa, pesa ikitoka kwa control of budget wanalipa watu wengine. Avoidable expenditure, the same one. Umeambiwa lipa Nyakundi pesa yake, unakataa kumlipa kwa sababu ya delay, interest inapanda mpaka inafika 2 million shillings. Iko kwa report ya 2025. Si ati nini. Pending bills, ameandika kuna pending bills, amesema yeye mwenyewe hata lipa.
1 billion shillings. Auditor General ametuambia sisi kama watu wa park ya kwamba the county has not provided any reasons kwa nini hawa watu hawako eligible kulipwa. Haya, Kisii Mother and Child Hospital, 100 million shillings has been spent there, lakini project imesimama. So wacha niwaambie kwa nini hawa watu wanatuita majina. Hawa jamaa wakikuja pale, pia sisi huwa tunawauliza explanation. Mtu kama ana explanation, anaanza kutuita majina. Cecily Mbarire alikuja akatuambia alitoa milioni 10 kwa mradi wa County Aggregation Park, akaenda kupiga bashi ya watu wa boda. Alisema na mdomo yake mwenyewe. Unaona? Aya, Muthomi Njuki, governor wa Tharaka Nithi, alikuja na responses zilikuwa mbaya. Tukamwambia ndugu yetu, unajua sitaki nisome useme ati document nimesema mambo yangu. Tukamwambia hebu tusomee hii kitu umetuandikia kama Senate, una explain hii pesa. Akasema amesahau miwani nyumbani. Because anaona he can see where we are going. Vihiga, my brother, Vihiga walikuja wakatuambia pia walitoa shilingi milioni 5 ya kupiga housewarming bashi ya nyumba ya speaker. Ndugu yangu, mbele tu ya Mwenyezi Mungu, kama watu ambao tumechukua kiapo kulinda pesa ya wananchi, kweli ni nani ambaye anaweza kukosa kuuliza haya maswali? Lazima tungeuliza haya maswali. Wakaambiwa, wakakuja wakasema kama Council of Governors hawatakuja mbele ya Senate. Unaona? Yeah. Wakakataa kuja. Tukawaambia sawa. Ati paka kina Sifuna watolewe kwa hiyo kamati. Nikawaambia uwezi chagulia Senate nani anakaa katika kamati gani. Wao wako na Council of Governors. Hatujai sema Simba atachea hii ama Simba atachea hii. Hiyo ni mambo yao. Wakaambiwa na speaker. Wakaambiwa na speaker wa Senate. Yes. Leteni ushahidi. Wakapewa muda. Walikuja, unajua wanatu accuse in public, lakini wanakuja ku apologize in private. Si walikuja wenyewe kama Council of Governors. Wakasema tumalize hii mgogoro. Wao wenyewe walipoulizwa wapi ushahidi, kwa sababu mimi mbali na wale magavana ambao tunaweza sema ati ni marafiki, hao watu wako na access kwa information yote, communication yangu. Kama nishaiambia governor nipatie pesa ama utaona maneno, wanaweza kutoa ushahidi. Uliambiwa na Murkomen, wanafuatanga kila mahali, wanajua mpaka saa ile Sifuna na lalanga na nimelala wapi na nani. Alisema, so kama wako na hiyo ushahidi, si watuletee ama waweke kwa public. So wenyewe walikuja wakasema hapana, wacha tuendelee. Now they are appearing. Tunangojea Simba tarehe 13. Hii mwezi imeanza, hii Julai 2026. Karibu. Nyaribo anafaa kuja tarehe 23 mwezi wa Julai 2026. Nitamuuliza hizi maswali na nataka mfuatilie majibu yake. Nitakuwepo. Bas. Nitakuja. Sasa watu wanauliza direction ipi? Sifuna tupe mwelekeo. It's not enough to do rallies for linda wananchi in Kisii. It's not enough to do rallies in Nyamira. Not kwenda Kitengela. End game ni wapi? End game ni kumfurusha William Ruto. Kivipi? William Ruto that's what I'm telling you. William Ruto atafurushwa na wananchi kwa debe. Na ndio maana tunakaa tukiwashinikiza wananchi wote mahali ambapo wako. Iwapo sisi wote tunaamini kwamba we need a better country, ya kwamba mambo ambayo yanaendelea hayawezi kuendelea, lazima tujitolee kuhakikisha kwamba tunaingia katika uchaguzi, haswa sisi ambao ni wa upinzani, tukiwa kikosi kimoja, ili tuweze kusema, na nimekuelezea what we will do differently. I have gone through what we will do differently and how we will do it differently. We want this country back on the ideals and values in the constitution. So one of the things that we want to do sisi kama wanalinda mwananchi, tumeingia sasa kikosi, yani ile time ya uchaguzi ndio hii imeingia. Leo tarehe 1 mwezi wa 7. Kufikia mwezi wa 8 lazima tukue organized. Vile watu wanatuambia tukue organized. Yeah. Tukue structured. Watu wajue how can I plug in. Huku Kisii tunaweza anzisha chapter yetu ya women, ya vijana, ama tunaweza how can we plug that in. So that is a conversation that is going on now, so that we are able to get organized. Number 2, we want to develop a platform. A platform means that we want to give you what we are going to do differently and explain it to you the way we have tried to explain here, that this country can be run differently. Hii Kenya inaweza kuendeshwa kwa
kwa njia tofauti ambaye haimdhuru mwananchi, ambaye na benefit mwananchi. Iwapo watakubaliana na sisi kwamba hivi ndio wangependa kuona hii nchi ikiendeshwa, sasa ndio tukae tuulize nani wanaweza kufit katika hii platform ama hii proposal ama hii hatutaki kuita manifesto kwa sababu watu wamechoka na hiyo word. Watu wanarusha manifesto huku wanasema tutawajengea stadium 10, sijui tutawajengea nini na nini, lakini hawatekelezi. Tunataka tukubaliane na wa Kenya kwamba kuna mambo ambayo tunataka yasitishwe ama yasimamishwe, na kuna mambo ambayo tunataka kuanza kuona katika uongozi wa taifa hili letu. Baada ya hiyo tumetengeneza framework hii, tutajua ni nani ambaye anaweza kutekeleza haya mambo ama kuhakikisha kwamba anaongoza kikosi ambacho kinaweza kuleta haya mabadiliko ambayo Wakenya wanataka. Okay. Kwa hivyo mtupe muda tu. Haitachukua zaidi ya mwezi mwingine mmoja ili kujua kwamba tutakuwa organized namna hii, tutakuwa structured namna hii, kwa sababu wakati uchaguzi umewadia na hamna muda mwingi wa kufanya mambo mengine. Na ukumbuke tuko katika kipindi rasmi cha kampeni. Okay. Sasa tutachukua muda pia sisi tuweze kujipanga vizuri, manake hatutaki kuwaangusha wale Wakenya wengi ambao wanajiita sisi ndio Sifuna, wao ambao wanajiita sisi ndio Linda Mwananchi, wanatutegemea kama viongozi wao kuhakikisha kwamba tunakuwa structured, tunakuwa organized, wajue vile wata plug in na wajue vile wanaweza kusukuma hii movement mbele. The Matiang'i factor. Naam. Umesema alikunyorosha sana Bonchari. Mlikuja mkasameana. Unajua siasa wananiuliza nikuulize kwamba uko tayari kufanya kazi. Hiyo nilisema kitu kimoja kwamba mimi naamini ya kwamba hawa ndugu zetu ambao wako kwenye United Opposition wakienda kivyao peke yao bado wanaweza shinda huu uchaguzi. Sisi kama Linda Mwananchi tukienda kivyetu bado tutashinda huo uchaguzi. Lakini hiyo risk hakuna mtu anataka kuchukua. Ya kwamba tunajua the surest bet, you can take chances, but then kuna kitu inaitwa sure bet. Sisi tunaamini iwapo tutaingia katika huu uchaguzi kama kikosi mmoja dhidi ya William Ruto, hii uchaguzi inaisha saa 12 asubuhi. Ninakuambia mimi ni mwanafunzi wa baba Raila Amolo Odinga. One of Raila's biggest regrets, and he used to say it all the time, ya kwamba upinzani uliprolong uongozi wa Moi kwa miaka 10 bila sababu yoyote. Kwa sababu kitu ambacho tulifanya mwaka 2002 ilifaa ifanyike 1992. Ukiangalia kura ambazo viongozi wote wa upinzani walipata 1992, walipata over 60%, lakini kwa sababu ya kugawanya hizo kura Mheshimiwa Daniel Arap Moi was elected by 34% of the vote. Yes. So he used to say, I wish tungekuwa na the same grace and fortitude that we had in 2002 in 1992. This country would have made very serious progress by now. So in this political environment, I know that hakuna mtu ambaye tujakwaruzana hapo. Na nilisema tukiwa Kisii kwa matanga ya mamake Richard Onyonka, tumevurugana na hawa watu wote bana boss, wote. Lakini mimi I personally believe that Ruto is an existential threat to the country. He is the worst possible thing. Yani tuamke 2027 tukute ati amerudi ati kwa sababu Sifuna alipata kura yake 2,000,000, Matiang'i 2,000,000, Kalonzo 2,000,000, alafu amepita na Ruto amepita katikati na 4,000,000. Itatuuma sana na tutakuwa tumewakosea wa Kenya. Kwa hivyo ile jukumu ambayo iko, na unajua kuna watu wanaongea sana. Watu wanaongea sana, wanasema msijiunge. Tunasema kuna tofauti ya kufanya kazi na kujiunga nao. Sijui kama mnanielewa. You can cooperate so that you are able to produce a good team yenye itashinda uchaguzi. And that conversation is not supposed to be an easy conversation. Unaona? Mimi mahali natoka, ulisema Wakisii na Waluya tunafuatana sana. Wanaume mkikaa hivi chini, nikuambie Nyakundi pahali ulinikosea hadi hapa. Useme Sifuna na wewe siku ile uliniangalia vibaya. Mnaongea kama wanaume na hiyo story mnamaliza. Kwa sababu there is a bigger calling, my brother. Hapa mbele haitaki, unajua hii sentiment, kuna vitu zingine, vitu ndogo ndogo umekasirika kwa sababu mapua yangu upendi. Hiyo vitu hatutafanya. I have personally sat with Fred Matiang'i. I have sat with him na nikamuexplainia, nikamwambia inchi ambayo mimi nasikia wananchi wakisema wanataka ni hii na hii na hii na hii na hii. Sisi wote tunawezaje tuketi pamoja tuulizane ni nani ambaye anaweza kuleta haya mabadiliko ambaye tunazungumza. Na namba 2, siasa vile nimekuambia ni ushawishi. Siasa ni ushawishi. Uwezi kulazimisha Matiang'i ya kuunge mkono.
Si lazima ukae naye chini. Okay. Hauwezi kumlazimisha. Naye pia anajua lazima atuingize box, atuambie hapa na hapa mimi nakubaliana na nyinyi hivi, mimi ningefanya hivi tofauti, tunapata mwafaka katikati. Lakini kitu ambacho hatuwezi kufanya ni kukataa kuzungumza kama viongozi wote ambao tunaamini ya kwamba William Ruto lazima aende nyumbani. Kuna trend imekuwa hapa Nairobi. Naam. Every senator wa Nairobi amekuwa gavana. Naam. Tukianzia na Mike Sonko. Sasa gavana sasa. Kama Senator Edwin Sifuna anafuata huo mkondo. Mimi naamini kwamba kuna issues ambazo ni muhimu kutatua kwanza kabla ya kuchagua ni nani atakuwa kitu gani. Mazungumzo haya yote ambayo tumefanya asubuhi, if there is one thing you can take away is that there is a higher calling kurepair hii nchi. Unanielewa? Mimi kwanza najua iwapo uko serikali kuu, shida kubwa ya ugatuzi by the way Kenya, the biggest threat to devolution is State House and the National Executive. Iwapo mko na mtu kwenye urais pale ambaye hakuamini hii katiba, kwanza aliipinga, haamini katika ugatuzi. Mimi najiulizanga sana kama baba angekuwa wa kwanza 2013 kuimplement hii katiba, kaunti zetu zingekuwa zinakaa vile ambavyo zinakaa? I don't think so. Zingekuwa zinakaa tofauti sana. Manake ile shida ambayo tuko naye hapa ni national government imekatalia pesa za ugatuzi. Mimi siwezi piga makofi ati bridge imejengwa hapa ka overpass imejengwa hapa Ngong Road, and yet serikali kuu imekatalia pesa ya RMLF, pesa ambaye inafaa kuenda kwa counties kujenga barabara. Kama tumesikizana kwamba water, forestry and the others are devolved functions, why do we have this national government water institutions? Ati sijui Warma, sijui nini. Why do those entities exist? Unakuta kwamba wamechukua hizi fedha zote wamekatalia, na ni kwa sababu they want to be in control ya procurement. Wanataka kukatalia hiyo pesa, ndio wakipeana tenda wao ndio wanakula. Unanielewa? So iwapo tungekuwa na mtu ambaye, kwa mfano ingekuwa Raila angekuwa rais, by now ingekuwa 500 billion inaenda kwa counties. Wacha hiyo 450 tulikuwa tunazungumzia. Number 2, even if you are a genius governor, na hii magavana wanajua mimi wanawatetea sana, hata ukuwe mtu ambaye we ni mchapakazi aje, huwezi chapa kazi bila kujua pesa itakuja lini na kwa kiwango gani. Sisi kwenye Senate tunapitisha kitu inaitwa disbursement schedule, ambaye inasema treasury ikuwe na release pesa ya counties tarehe 15 kila mwezi. Hawajawahi kucomply na hiyo schedule. Kufikia sasa I think wako 2 months in arrears. Unaona? So unakuta county pia inashindwa hata kuratibu mipango yake, kwa sababu kama hujui kama utalipa mishahara ya watu. Nimeambiwa sijui ni county gani, ni Kisii, hawajalipa mishahara miezi 2. I'm not sure. Kama si Kisii, mnisame nimekuja kuaccuse mtu vibaya. But there is a county, either Nyamira or Kisii, that has not paid workers for 2 months. Now, wewe unaishi hapa Nairobi. Ndugu yangu, kuna landlord atakungojea miezi 2 kama hujalipa. Anatoka wapi? Lakini unasema tatizo ni hapa juu. Tatizo ni hapa juu kwa sababu hawaamini katika ugatuzi. Hii pesa ingekuwa inakuja on a timely fashion, haungekuwa na shida ya kulipa watu mishahara. Haungekuwa na hizi stalled projects kwa sababu hujui kama contractors watalipwa ama hapana. So mimi kwa sasa naona kama jukumu langu kwanza ni kukomboa Kenya. Okay. Jukumu langu kwanza ni kurudisha Kenya katika reli ya maadili, so that hata governor ambaye atachaguliwa hapa Nairobi aweze kuwa bila excuses, aweze kufanyia wananchi kazi. Tumesikia story hapa nje, Sifuna Kalonzo ticket, Kalonzo Matiang'i ticket, Sifuna Matiang'i ticket. Naam. Hiyo discussion inaendelea? Sisi kumbe hujakuwa ukinisikiza. Kuanzia tuanze umwami au hujakuwa ukinisikiliza. Nimekusikiliza vizuri. Tunazungumzia maadili ndugu yangu. Tunazungumzia, tushakubaliana Ruto must go, si ndio? Yeah. Lakini ile nchi ambayo tunataka kuona baada ya yeye kwenda ni nchi gani? Haya ndio mazungumzo Linda Mwananchi inazungumza. Sisi mambo ya positions kwanza, sijui unajua kuna World Cup inaendelea sasa hivi. Kwanza lazima tukubaliane una platform, si ndio? Tuseme day 1 hii ndio kitu tunaenda kufanyia wa Kenya. Tuna mambo ya mauaji haya tunamaliza, tuna disband vitu ya mapolisi ya kunyakua watu, tunataka kulipa hiyo reparations, turuhusu uhuru wa vyombo vya habari, turuhusu uhuru, tumalize ufisadi, tulete wawekezaji wapatie vijana wetu kazi. Once you agree with that, then mnatafuta team ambaye inaweza kudeliver hiyo dream. Na ndugu yangu, bila team unaweza gawa positions. Kama sasa jana tuliona game ya Ivory Coast
Netherlands. Ilikuwa Netherlands ama Sweden? Netherlands. Uko sure? Norway. Unaweza panga kikosi ya Norway bila team. Ati wewe utacheza namba hii, wewe utacheza na hakuna team. Unaanza na team. So what is happening is a team. What is happening now is the platform. The changes that we want to bring about in the country. Then we look for people who agree with that platform. Then we look for a team that can deliver that platform. Then you assign positions. You can't just start and say, it's not about being president or deputy president. By the way, people don't know that Sifuna is very comfortable in the Senate. It has been the honor of my life to be the senator of Nairobi. Not many people get elected to the Senate. So it is not about these positions. It is about what country do we live in? As a senator of Nairobi, am I happy that my people are being killed in Mathare? I am not happy. This is a burden. Am I happy that every day there is a fire in Gikomba? 90% ya soko imechomeka juzi. Na tunajiuliza, unajua mpaka saa nyingine unafikanga mahali unajiuliza. Hata kama ni kusema unatuma support ama hata unatoa statement kusema pole. How many times like unatoa statement daily kuomboleza mtu amewawa na serikali? Na ndio maana tunajituma, tunasema si tumalize tu hii mambo basi. Tumalize tu hii mambo. Kwa hiyo mambo ya compensation, jana court imeleta another confusion. That kwamba wale waliotekeleza hayo maovu, wao ndio wawajibike, sio kutumia tax ya mwananchi. Sasa ndio nakwambia, niliona hiyo na ni kitu kizuri, kwa sababu hii mambo ya kujificha ndani ya serikali imekuwa ni kitu kibaya sana. Wewe unaua mtu na tukikuambia usiwaue unaendelea kuwaua, lakini saa compensation ni pesa yetu unatumia. It is very unfair. Ni tax ya wazazi ya watoto umeua, ndio tena unarudisha, unasema umewacompensate. Na kitu ambacho sisi tunataka na tumekuwa tukishinikiza ni kwamba maisha ya binadamu is not replaceable na pesa yote. Na ndio kwa maana tunasema hata kabla ya hiyo compensation tunataka justice, tunataka haki itendeke. Wale maafisa ambao wametumia mamlaka yao zaidi, kwa sababu hiyo ndio mahakama imesema jana that if you act outside your mandate or in excess of your mandate as a government officer, you should be held liable personally. It's not in all instances, it's just when you act outside your mandate or in excess of your mandate. Unaona? So these are the conversations we want to have, my brother. Not who is going to be president. We want to stop this nonsense. We want Kenyans to live in peace. We want people to be alive. Waone watoto wao wakienda shule, wakipata kazi, maisha yao ikibadilika. Tunataka kuleta haki. Unajua walikuwa wananiambia jana usiku huko Kisii, watu wanalia sana, wanasema Sifuna, majani chai ya Kisii kwani ilikosea nini watu? Kwa sababu wenzao wakikula bonus ya 20 huko 40, wao wanakula 11. Yani wanauliza kuna nini? So ukikaa na wale wadau wa sekta ya majani chai kwa mfano, watakuambia ile makateli iko pale. Ile makateli iko pale, if you don't deal with those people, the farmer will never see the benefit of their sweat. Wanauliza mbona hakuna referral hospital Kisii, the entire Gusii region, why? Na unakuta kaunti zingine na sitazitaja, mnajua wako na 2, wako na 3. So wakizio wanajiuliza wao walikosea wapi? So ukimaliza hiyo shida ambayo iko hapa katikati, wananchi wetu wataona tofauti katika maisha yao, and it will not matter who is the president. People just want to live in a country that they are proud of, that is fair to everyone. Okay. It's good you have answered that question. Watu walikuwa wanauliza what next, what you are not selected the flag bearer or something, but it's good umesema kwamba agenda ya kwanza ni kujipanga kwanza, tujue tunazungumzia nini. Correct. And then tuweze kurudi hapo. 0724256504 na wote maliswali ya mwanzo mtari wetera senchira hiyo. Can accountability be replaced by compensation? That's what someone was asking that. Yeah, we've covered that. He's on record saying that he won't be Honorable Buru's SG. Why then can't he leave ODM and form his party? Under which conditions can he work with either Ruto or opposition leaders? Why has the government not gazetted the names of those to be compensated? I think maswali mawili tu, lakini yanarelatiana. Can accountability be replaced by compensation, and why is the government not gazetting the names of those people gazetted? Umesema uwezi fanya kazi na party leader ambaye anataka power. Unataka power? Mimi nimewambia it is not about power. By the way, if you are a leader looking for power, there's a problem. We want to change the lives of our people. Unaona?
we want to change the lives of our people. Hiyo kilio nasikia kutoka Mathare, mimi nataka inyamaze tu, pia sisi tulale tuna amani. Tunataka hii mambo ya moto ikome huko Gikomba na Toy Market, watu wafanye tu biashara zao bana. Yani kila siku ni kilio tu. Tunataka watoto wetu wasome bila wazazi kulia kila siku. Anatuambia unajua kuna wakati moja tumeenda church tukasomewa ile verse inasema when the wicked are in power, watu ni kilio tu kila mahali. Lakini when the righteous are in power, the people rejoice. Yes. Sasa ndugu yangu, health sector workers wanalia kila siku. Hawa UHC workers wako kwa Senate pale kwa gate wanaita Sifuna kuja uchukue petition. Governors walituambia tuweke 8 billion ya kuabsorb watu on PNP. Wamekuja wamekataa ati kuabsorb on PNP ati kwa sababu ati tuliweka kwa conditional allocation, additional allocation and not in the usual shareable revenue share. Tukaambia hiyo magavana wanajaribu kuepa uwajibikaji. Sisi tumefanya yetu. Tafadhali governors wa employ hawa vijana on permanent and pensionable. The next day ukiamuka bro ni walimu. The next day ukiamuka madaktari. The next day wameua watu Mathare. The next day ni bonus ya Wakisii. Ai jameni. Okay. Yani hata kama ni sisi upinzani kazi yetu ni ku keep government in check, huyu anatufanyisha kazi nzito. In fact mimi najua Linda Mwananchi ikiingia kwa serikali, upinzani itakuwa na very easy time. Hata tutakuwa tunakubaliana vitu zingine mingi because you don't have to overwork the opposition the way this guy is overworking us. Kila siku kuna kilio, yani hakuna hata kitu mzuri tu moja unaweza fanya. You're overworking. No, we are overworking bana boss. Unamkanga tu kila siku ni kilio tu. Akauliza mwingine hapo ameuliza anasema on record kusema wewe you not be SG. Sasa tayari wamenifurusha kama katibu wa chama. And me personally, you know, nimesha explain kitu mara mingi lakini watu hawaelewangi. It's not a must that Sifuna be the SG of ODM. ODM iko na talent my friend. Watu wengi sana wanaweza fanya hiyo kazi. Si ati unakatalia kwa kiti. Si wamenitoa. Mimi ile kitu niko nayo issue nayo ni process yao. Unaona, kwa sababu ODM ukiangalia kwa register ya ORPP, it has over 5 million members. If the party can violate the rights of the SG, what do you think it will happen if it is undertaking disciplinary process to any other person, chairperson wa youth wa Kisii kwa mfano? Okay. So that is why we are fighting. We're telling them, just follow the right process. Just follow the right process. Number two, some of us, we are built different, my brother. Mimi, tangu nizaliwe, nimejua kiongozi moja peke yake. Kiongozi mmoja tu alikuwa anaitwa Raila Odinga. Now he's no longer there. I have been a member of only one political party. There's attachments that we have. Si rahisi tu ati unaamka tu na unatoka because we are attached to the party. Okay. But we are trying to see if it is possible to still salvage the party. And it is getting harder and harder every day because you can see what they are doing. So the reason why we have brought this matter of the process of removal is not to say that I must be the SG. We are saying we are the party of constitutional order. We are the party of fairness and rule of law. Can't we just follow our own constitution in this process? And if in the end it is determined that you know, my crimes warrant nimefanya makosa kubwa sana, then it's okay. Mimi mwenyewe ninavyozungumza mpaka sasa hakuna mtu ameshaye kuniita akaniambia makosa yangu ni gani. Mpaka leo sijui. Okay. Mimi najua ile makosa nilifanya ni kusema Ruto ni one term na sibanduki hapo. Akauliza mwingine, ndio hiyo ndio anauliza kwamba uko na conditions zingine za kufanya kazi na hakuna either William, hakuna siku mtaniona nikifanya kazi na William Ruto. Maadili yangu na yake haipatani na nimekuexplainia kwa nini. Nimekuexplainia moja kwa moja kwamba siwezi kaa na mtu hapa mimi mwenyewe Mkristo Mkatoliki najua Biblia ilisema nini. Hata kujenga hekalu ya Mungu huwezi kubaliwa kujenga hekalu ya Mungu kama mkono wako umemwaga damu, jinsi ambavyo Daudi alikatazwa. Unakaa hapa na mtu unajua tu vizuri huyu mtu ni muuaji, haiwezekani bana. Okay. Mimi mwezi kunipata kwa hiyo vitu. Na si ati ni kwa chuki ama nimekuambia it's nothing personal. Mimi hata sijawahi kukutana na yeye ati kuzungumza ama kufanya chochote na yeye. Maadili yangu na yake haipatani. So there is no condition. I have no conditions. Okay. And I wish hata akisema ni support ni kuwe president yeye kuwe sijui whatever. Nitakataa. Siwezi? Yeah? Siwezi kubali. All right. Kuna hawa ndugu zetu wa upinzani nimekuelezea kwamba kwanza tuanze na kukubaliana Kenya mpya ambayo tunaiona, ambayo watu wanataka kuiona, tuweke blueprint pale. Wale ambao watakubaliana na sisi kwamba this thing is not about ukubwa,
sio about positions, sio about nani ndio kiongozi ama nani sio kiongozi. Ni jinsi ambavyo tunaweza kubadilisha maisha na tumalize kilio ndani ya taifa yetu. Iwapo tutakubaliana hapo, then muunde team, mkiallocate positions, mnaallocate striker ni nani, defender ni nani, goalkeeper ni nani, lakini baada ya kukubaliana kwamba kuna maadili fulani ambayo tunataka kuanza kutekeleza, tunapotoa Ruto. Aha. Baadaye kwa kutoa Ruto, kuna statement Mheshimiwa Osoro alisema juzi. Naam. Kwanza rafiki yako, by the way, muliachania wapi? Because there's a photo I saw sometime back. Yeah. Wewe na Kibagendi na Osoro mmepigwa mahali. Yeah. Tulianza kama vijana wa baba. Wao kina Osoro wakaondoka wakatafuta njia mbadala. Na mimi nikasalia kwa kijana wa baba. Tulianza tukiwa mimi, Osoro, Mheshimiwa Kibagendi, Mheshimiwa Moha. 2017 tukiwa vijana wadogo tunajaribu siasa kwanza. Alisema nini? Alisema kwamba ni ngumu sana kumtoa Mheshimiwa Ruto madarakani. Hatujasema itakuwa rahisi. Nani amesema itakuwa rahisi? Na ndio maana tunafanya haya mazungumzo. Nyakundi, hakuna mwanaume anaamkanga kufanya kazi rahisi. Hizo ngumu ndio tunataka. Tunataka tumwambie kwamba wananchi ndio wenye kupeana mamlaka. Kama wananchi wamekukataa, haijalishi wewe ni nani, utatoka tu. Unajua hawa jamaa huwa wanajaribu kutumia ati kwa sababu ana nguvu ya jeshi la polisi, ana pesa, ana system. Mimi nakwambia tumeona wengi wakianguka na hiyo system. Unajua wako pahali sisi tulikuwa mwaka wa 2022. Kama unakumbuka, hata sisi tulikuwa tunajipiga kifua tukisema system iko, pesa iko, hatuwezi waachia mwizi. Mnakumbuka hayo mambo yote yakisemwa? Si hiyo mwizi ya kukoseta usai, si aliingia. So ile kisu tu ambaye alitunyoa nayo ndio sisi tunakuja nayo tu 2027. Na nakuhakikishia kwamba baada ya Wakenya kupiga kura, hakuna mtu atajaribu kukatalia pale ama kuleta ufisadi. Na ndio maana Nyakundi, hii discussion ambayo tumekuwa nayo asubuhi nzima ni muhimu sana, kwa sababu tunataka hiyo kura ikuwe overwhelming. Unajua ni rahisi kuiba kura ambaye tofauti ni kidogo, kama kwa mfano vile ambavyo William alijiingiza hapo na kura 1200. Hatuwezi kubali margin ikuwe kidogo hivyo. Okay. Tunataka margin ya kura 5,000,000. Yaani tukiwa na 10,000,000, yeye ako na 5. By saa 8 tunakutana naye Talanta anatupatia panga. Twende tuongoze nchi. Unaunda serikali kupitia chama. Naam. Vuguvugu la Linda Wananchi si chama. Hata nani alikwambia lazima ikuwe chama? Sheria gani hiyo unatusomea? Hii ni sheria ya wapi? Ya Bonjari. No, you make a political parties come together. Unajua kwamba unaweza kuingia kwa uongozi bila chama? Unajua hivyo? Independent, yes. Bas, sasa usituulize haya maswali bana. Hayo maswali muda wake utafika. Muda wake utafika. Amuko lakini kuingia chama chochote? Muda wake utafika, kwa sababu iwapo tutashindwa kabisa kuweza kukomboa chama cha ODM, tukirudisha katika mikono ya wananchi, basi wananchi watatupa mwelekeo, kwa sababu kuna wale ambao wanasema vuguvugu hilo ligeuzwe liwe chama. Kuna wale ambao wanasema mnaweza kuenda kama independence. So mambo ni mengi, na muda huu niliwaambia mtupe tu muda kidogo. Okay. Kwa sababu haya mazungumzo ya kukua organized na structured yanaendelea, na ikifika wakati mwafaka I think Wakenya watatuelekeza. Tueleze kuhusu Ijumaa. Na watu wanataka kujua hii Friday iko vipi? Kwanza unajua kulikuwa na deni ambayo tulikuwa nayo na kina mama wetu wa Kisii, haswa wa Kitutu Chache South, kwa sababu tulikuwa Bomachoge, Borabu, Engoko pia tuna deni lake wakati ambapo tulikuwa tunajiita Kenya moja. So tulisema lazima hilo deni lilipwe, kwa sababu hawezi kuwa unalinda watu na ukiwapea ahadi haufanyi ama utekelezi. So tunataka tuanze na kikao na kina mama wetu wa pale Kitutu Chache South, na tunakutana na kina Mheshimiwa Kibagendi in the afternoon today, ili atupe venue ya huo mkutano na mambo mengine. Yani I told me it's Mosocho. Yes, I think initially it was Mosocho, but I don't know if it is still there. So atatuambia, alikuwa amesema Monarch Mosocho. So tunaenda kukutana na in the next few hours. Okay. Ili tuweze kumalizia mipango hiyo, alafu tuingie mji wa Kisii. Tuende Keroka, tukipitia Keumbu. Kuna watu wangu hapo nasikia lazima niwasalimie. So hiyo ndio ratiba ya Friday. It's a very hefty program, lakini tunataka tuhakikishie watu wa Kisii kwamba kwanza sisi tunakuja na amani. Unaona?
hatukuji kumvuruga mtu yote, kwa sababu kumekuwepo na hii tabia ya watu kuleta goons kwa mikutano ya watu wengine. Tunasema kila mtu afanye mikutano yake, kila mtu aweze kuuza sera zake, kila mtu anaweza kufanya mkutano mahali popote. Tunakuja na amani, kwa sababu tunakuja, nimekuelezea kwanza, tunaanza na kina mama zetu. Hatutaki vurugu wakati kina mama zetu wako pale. Tunataka vijana wajitokeze, kina mama wajitokeze, tufanye mazungumzo yetu, tutafanya mikutano yetu ya amani na tuondoke tuende zetu. Alafu tutarudi tena katika maeneo haya yote. Watu wa Nyamira wanauliza Keroka kidogo iko mpakani. They were expecting to be in Nyamira. Najua lakini kitu ambacho nataka niwahakikishie watu wa Nyamira ni kwamba hakuna uchaguzi tutaingia 2022 bila kukanyaga constituencies zote. So tutaingia ndani mpaka Nyamira kabisa, kwa sababu hiyo ndio inahitajika uweze kufikia wananchi wote na uweze kuwaletea ujumbe wako, uweze kuwapa hiyo platform na sera ambayo tumezungumzia hapa, ili uweze kupata uungwaji mkono. So si ati kwa sababu hatuwaheshimu ama hatujui kwamba Keroka iko kwenye mpaka, tunajua. Lakini kwa leo, kwa sababu program ni tight sana, unaona hiyo mkutano ni 3 tayari. Actually ni 4. Ukitoka pale Mosocho uingie town, Keroka, Keumbu kwanza alafu Keroka. Hatutaki ku make promises alafu tuingie maeneo mengine late. Sasa ile watu labda wameenda nyumbani. But we will be back. We have to go back to all these places. So you'll visit everywhere, because yes. People are asking sisi Boba, sisi nini, wapi nini. So watu wale wanaweza kujumuika Kese Town. Naam. Wajumuike Kese Town. Tutashukuru sana. Okay. Kuna maswali mengi. Tuende tu. Na dakika 6 zimebaki hapa. Kuna huyu anauliza Baba, I think umejibu hiyo kwamba mtatembea kila mahali. Anataka kusimama kiti gani? I think you've answered that one. Mheshimiwa Sifuna kama if not Matiang'i flag bearer, mnasema State House, if Kalonzo not 2 term, Fundi Moses Mugire alikuwa anauliza hapo. This almost science of gradual listening online, kindly tell us Sifuna to mind about time and finish rallies by 6 to avoid goonism and injuries of people in Kisii. By then, let's talk about this issue. So, in your own county, people walked to a church. Yes. Na wakadisrupt mkutano ulikuwa unaendelea. Yeah. Na si hapa Nairobi peke yake. Umeonekana hizi vitu katika pande zingine za nchi. Naam. Unajua ndugu yangu, mimi kile ambacho ninajua, si nimekuelezea kwamba naamini siasa ni ushawishi. Na nimenotice ya kwamba mkiwalemea watu na arguments na debates na ideas, inabaki sasa fujo. Unaona, kwa sababu mtu mwenye ako na akili hawezi kuchagua kupigana na mipini ya nini ya jembe. Unafikanga hapo kwa sababu umelemewa. Why can't we just have an honest debate devoid of any violence? Wewe unakumbuka tukianza mikutano yetu tulikuwa tunaletewa goons sana. Kuna wakati moja tukienda Kakamega, goons wakawekwa mpaka kwenye airport bana. Airport ambayo ni ya kimataifa ya Kisumu, ati kutuzuia tusitoke pale. Wakati huo tukienda Kitengela, polisi bila yani hata tashushi lolote wakapiga tear gas. Tena walifanya the same kwa mkutano ya Kakamega. Sasa tukafika mahali, kwa sababu walikuwa wanajaribu kutuuzia uoga. Wanataka tuogope ili tusiweze kufanya mikutano yetu. Na ndio maana sisi tunazidi kuwashinikiza wananchi wa Kisii, wananchi wa Nyamira, tuweke amani, tufanye mkutano wetu, tutasema yetu, tuondoke. Umetuona sisi wakati mikutano inafanyika ya hawa ndugu zetu wengine wa 2 term, hakuna siku tumeleta vurugu huko. Kwa sababu tunaamini kwamba hii siasa ni ushawishi. Huyo Osoro kwa mfano, yeye ni mtu wa 2 term. Mumetuona hata sisi hapa kwa TV kama Citizen. Tunakuja asubuhi, yeye anasema yake, mimi nasema yangu, point by point. Na tunatoka nyinyi wenyewe mnaamua nani anasema ukweli, nani anasema uongo. Hakuna haja tuvurugane. Unanielewa? So mimi najua watu ambao wanatumia goons ni wale watu wamelemewa arguments. Mumeshindwa na arguments, mumeshindwa na points, mumeshindwa na ideas. Sasa mumeamua ni vurugu tu. Mwisho tukimalizia, itisha tunavaa imeandikwa who told you. Ni message gani unajaribu kupitisha? Hiyo message inatokana na speech ya mwisho ya Raila kabla fariki. Alikuwa akizungumza siku 22 kabla fariki pale kwenye hoteli ya Agile. Na akakataza wale watu wa 2 term ndani ya chama. Akawaambia hatujaamua ama tujapitisha uamuzi wowote ya kwamba chama cha ODM hakitakuwa na mgombea urais mwaka 2027. Na yeye mwenyewe ndiye alisema, who has told you?
who has told you that ODM will not have a presidential candidate in 2027? That is where the message came from. Those were Baba's last instructions to us as members of ODM. Unaona? So mimi nashikilia hapo tu. Nilisema hivyo kwa mazishi yake na nitazidi kurudia na kusema Baba alikuwa anajua kwamba ndani ya chama cha ODM watu wana uwezo wa kuwa viongozi kwa sababu ni yeye mwenyewe amewalea. Hata yeye mwenyewe alikuwa hajasema kwamba hata simama, hakusema hivyo. So that message came from there. Okay. And that's the reason why I wear it. You said kwamba kuna katika safari kuna watu wanashukia njiani, kuna wale mnamaliza na kawaida. Mheshimiwa Caleb Amisa ameshuka? Hajashuka. Kwa nini aseme ameshuka? Tumeona debate sana. Hajashuka. Around him. No, unajua unatakiwa ujue kwamba vuguvugu kubwa kama Linda Mwananchi, kwanza sisi ni wanademokrasia. Lazima watu waruhusiwe kutoa maoni yao na mitazamo yao jinsi ambavyo wanaona. Hatuwezi kuwa tunalaumu ODM ODM kwa kutokubali kusikiza maoni kinzani alafu na sisi pia tuwe na shida. Hapana. Na nimekuambia haya mazungumzo ya 2027 sio rahisi vile ambavyo tumekubaliana. Kwanza kumtoa William Ruto inahitaji kazi na tuko tayari kufanya hiyo kazi. Inahitaji mazungumzo mazito na inahitaji mazungumzo, na mazungumzo saa nyingine yatafanyika na watu ambao si ati ni rafiki zako ama watu ambao mlikuwa ruzana pale nyuma, lakini the overriding interest ni kwamba tuweze kumngatua William Ruto. Mpaka kufikia leo mimi naamini Caleb hajasimama mahali akasema tuta mpaka vile nazungumza, unless umeona breaking news mahali hapo bado anashikilia kwamba William Ruto lazima afanye nini? Aende nyumbani. Jambo lako la mwisho kwa wakisema na kusikiliza? Kwanza nataka niwashukuru sana kwa sababu mimi kama katibu wa chama cha ODM kwa miaka hii 9 ambayo imepita, nimepata uungwaji mkono mkubwa sana katika eneo zima la Gusii. Wamenichukua kama mtoto wao, kama ndugu wao. Nimekuambia wakati ambapo tulikuwa tunafanya by election ya Bonchari, walinichukua kama ndugu yao. Hata wengine walikuwa ndio wananificha polisi wakinitafuta, na wamenipa support sana. Hata hapa Nairobi wakati nimesimama kura hapa 2017 tulifanya, unajua uzuri wa Kisii, niligundua mkikaa tu msikizane. Haichukuangi mikutano 3. Unajua kuna watu wengine wanataka mkae mara leo jioni mkule lunch, tena jioni, kesho yake asubuhi breakfast. Tulifanya mkutano moja na uongozi wa jamii ya Omugusi hapa Nairobi. Nakumbuka ilikuwa pale Kasarani. Wakaniambia wewe Sifuna tutakupatia kura yetu. And that was the end. 2022, 2017 yote hapa Nairobi nimepata kura mzuri sana. Kina mzee Nyandika, kuna mama yangu huko Embakasi South. Anaitwa Penina Nyambega. Au wote tu community organizers wa Omugusi wamekuwa wakinisupport hii wakati yote, na nashukuru sana. Na natumai kwamba tukikuja Kisii Friday watu watajitokeza, tufanye mkutano, tuzungumze, tupatilizane maoni na mawazo. Miwa lazima tutoke naye kweli. na ndizi ulisema na njugu. Hata mahindi saizi imekuwa. Hata mahindi saizi imekuwa inakwanga tamu sana. Mahindi choma. Ama hata ugali tunaweza kupika kidogo. So that is my message to them, kwamba tuzidi kutembea pamoja, kwa sababu shida ambazo tunazo hazifuati mikondo ya kijamii. Shida ya Mkisii, shida ya Mluya, shida ya Mkikuyu, shida ya Mjaluo ni ile ile tu, na tukirekebisha hii nchi sisi wote tutakuwa tunaishi katika mandhari mazuri. Naam. Kuna senator wa Kisii Mheshimiwa Nyonka amesema mambo mazuri na amefurahia sana. Amesema asante kwa kuzungumzia maneno hayo. He actually wanted to pass some message. But tuliweza kumpata. Kuna vile viongozi wengi wanakaribisha Kisii. Nimeona message hapo kutoka. Nimepata hata Mheshimiwa Okongo Omogeni ambaye tulikuwa tunazungumza naye mambo ya hii majani chai na bonus. He's also very concerned about some of the issues zimekuwa zikifanyika Nyamira. Kwa mfano kuna wakati tulikuwa na county assembly 2. Sasa kulikuwa tuna mambo mengi, lakini ukimsikiza Okongo Omogeni mwenyewe ana suluhu kadhaa kwa sababu ya hizi shida ambazo tuko nazo. Tumeweka kikosi kizuri cha watu ambao wanaweza kutuadvise jinsi ambavyo tunaweza kufanya mambo yetu hapa Kenya. Na najua kwamba we will get it right. We will get it right. When you mentioned Kiumbu, Dr. Birundu ameniambia kwamba yeye ndiye atakuwa
na kupatia flowers za Kiumbu. Miwa is in charge. Birundu, Dr. Joseph Birundu amesema mambo ya ndizi na miwa ni muachie atapanga hiyo. Sawa, asante sana daktari. Thank you so much Senator. Asante sana. Na tunaamini kwamba next time tutapata nafasi pia kuzungumza tena. Thank you very much. Thank you God very bless much. You.